Fence inaharibu nyumba. Zamani nilikuwa nafikiri kwamba nyumba ili iwe nzuri inabidi iwe na fence. Lakini kumbe kuja kugundua kumbe fence ni kwa ajili ya kupambana na vibaka, majanga, sijui nini. Hakuna privacy yote. Na ndio maana ukienda nchi za Ulaya au Amerika, kama Ulaya ni nyumba karibu 90% hazina fence. Umeona hii mitaa? Nyumba sababu wao wamedesign nyumba yako nzuri, mlango mzuri, naonekana vile vizuri na nini. Sasa unaweka fence ya nini? Fence ya nini? Yaani kitu kizuri lazima kionekane. Yaani kitu lazima kionekane kwa macho, sio tu ya kwako na watu wengine pia. Ndio maana mtu anaoga anajipaka sijui nini, anajipaka makeup, anakuwa mwingine kama tumbili, maana wengine makeup hawajui kujipaka vizuri, uso unakuwa wa kijani, sura ya blue, huko sijui nini ya blue. Wewe ili lakini anatoka ili aonekane. Huwezi kitu kizuri alafu kajifungia ndani. Unaelewa? Yaani kwenye design, unajua kusoma design, watu wanasoma design wanajua architecture, wao design nyumba, wana design appearance. Appearance ina matter. Hata kwenye manguo appearance ku design, umeelewa? Design kama hiyo, unamuona huyu dragon, unaona dragon kama huyu, lazima aonekane dragon. Unajua dragon yako China, mnyama anatema moto. Ushakutana mnyama anatema moto, nenda China kwa utakuta. Sasa fence kama hiyo, fence ni kwa ajili ya kupambana na vibaka, wezi na nini, lakini fence inaharibu nyumba. Yaani kama hakuna wezi, hakuna vibaka, hakuna haja kuweka fence. Mtu anakuambia privacy nini? Unatengeneza huko banki au unauza nini? Privacy si mlala na mke wako kwenye chumba amejifungia mlango, au mnatoka hapo tu nje mnaanza kushughulikiana. Hii fence inaharibu nyumba. Technique yani ndio hivyo. Kama unabisha endelea kubisha, sababu umezoea hivyo. Na mimi zamani nilikuwa nafikiri ni hivyo, lakini mitaa ya watu ambao wanajielewa hahitaji fence. Hamna vibaka, hakuna nini, hakuna haja fence. Siku ya leo weekend nimekaa hapa nikatafakari, nikasema na share na wewe. Sasa na share nini? Na kupatia vitabu vitano usome. Na kutajia kama hujui namna ya kuvipata huko ulipo bookshop au wapi, mimi nakutumia kwa WhatsApp. Cha kwanza, The Power of Subconscious Mind. Andika hapo. Cha pili, The Richest Man in Babylon. Richest Man in Babylon. Cha tatu, Rich Dad Poor Dad. Cha nne, Think and Grow Rich. Cha tano, Psychology of Money. Vyote vinahusu mindset and prosperity, yani maisha yako, kuboresha maisha. Vyote hivyo. Hebu andika professor, nitumie those 5 books nikutumie kwa WhatsApp. Kama huwezi kwenda kununua bookshop ulipo hapo, mimi nakutumia kwa WhatsApp right now right here. Tuma message WhatsApp, namba hiyo hapo, nitumie kwa WhatsApp sasa hivi. Weekend hii usije ukakaa unashanga.